dada zangu, mimi nachoshukuru Mungu nimefika salama. Nashukuru Mungu pia nimewakuta pia wote wazima na mko salama na mko poa kabisa. Hata mimi nashukuru Mungu mdogo wangu kwa kufika salama, umependeza. Yaani nashukuru Mungu sana mdogo wangu, karibu sana. Nikuulize kitu mdogo wangu, kwani hapa umeambiwa utakaa kwa muda gani? Kwa hapa kwenye mji wenu nimeambiwa nitakaa takribani miaka 2. Miaka 2? Ndiyo. Sawa mdogo wangu, nakuomba sana, ni kama dada yako kwenye huu mji wetu kuna baadhi vijana ambao hawana tabia nzuri. Nakuomba sana mdogo wangu, kama kuna jambo lolote utakaloliona kwenye huu mji wetu au vijana waonyesha ishara mbaya na wewe, naomba unishirikishe, naomba uniambie mdogo wangu. Sawa dada. Sawa. Kweli kabisa. Diana mdogo wangu, kuwa makini na huu mji. Kuna wabaya, kuna wazuri. Kuwa makini sana. Kuna wanaume wazuri hapa, usije ukadanganyika. Sawa dada zangu, mimi nimeelewa kabisa. Naahidi kenda kachokufanya nitawaambia. Naahidi kwa hiyo. Na vijana wazuri hapa mdogo wangu. Hamna, ondoeni kwa kishaona kuku mgeni. Ondoeni shaka dada zangu. Wewe kupenda sawa. Usije ukatugeuka. Hamna bana. Naahidi kwa hiyo. Sema nakushukuru Mungu dada zangu mnanipenda sana. Lazima tukupende sana mdogo. Sawa. Kwa makini. Haya. Sawa, baadaye basi. Kinachokuchekesha nini dada mimi? Kinachonichekesha ni wewe.
kila unachoambiwa utaki kusikiliza. Mtu mzima ovyo, umbea tu. Ni bora niwe mtu mzima ovyo ili nikusaidie wewe. Hivi msichukulie hapo nini dada? Nimeshasema, hebu niacheni. Mseme niacheni na yule mwanaume ni uongo. Sitaki. Kwani mimi nafuatilia mambo yenu? Niacheni basi. Mdogo wangu, yule mwanaume hakufai. Utatuletea matatizo katika familia yetu. Siachani naye. Hata mfanye nini? Mtaki, msitaki. Mimi ndio nishampenda. Na ndio mwanaume ambaye nahitaji kuishi naye. Kwa hiyo ni maamuzi yenu. Kuingiliwa sitaki. Diana, kuwa makini na huyu mwanaume. Atatuletea balaa katika familia yetu. Dada Amina, umemaliza? Kama umemaliza naomba uondoke. Kuwa mwelewa basi mdogo wangu. Bwana Sanange. Hivi kaka. Ndio hapa mwanangu. Sana. Wangu super. Mbona hivi sasa? Na msongo wa mawazo mkubwa sana ambao nahisi ni kama Mungu tu amekuleta. Nahisi hapa mimi ningetoka saa 11, saa ngapi? Kwani nafikiri ujue ni kwa kupitia hapa tuende kwenye zile issue zetu. Mungu kwa mawazo yangu. Sidhani kama naweza nikaelekea kwenye zile issue zetu. Shida nini sasa? Mwanangu kuna mtoto mfani hivi. Mgeni hivi. Mtoto? Sio mtoto, anacheza maisha mchumba. Mwanamke. Kifupi fani, mfupi sio mfupi. Yaani nahisi sio mwanamke. Mgeni hapa. Kwa hapa kijini mtoto atakuwa kweli mgeni huyo. Nahisi kabisa ni huyo hawezi kuwa mtu hapa, lakini huyo mgeni mimi. Mtoto ananipenda kinoma. Yaani mtoto ananikubali, yani sijui nikwambie vipi. Turudi hapa sasa. Umwambia? Kikweli Blazaima. Sijamwambia madhaifu yangu. Na ndicho kinachofanya mimi mpaka sasa hivi napitia hali hii. Kumbe nimeshajua unachofikiria. Yaani najiuliza nianzie wapi nikamalizie wapi. Okay, sawa. Kwa tufanye jambo moja. Ile mwanamke anakuelewa? Baza. Wallahi. Baba awe ananifikia nyuma, lakini kwa mimi ninavyomuona nyendo zake yule mtoto kama Mungu kamshusha kijijini hapa kwa ajili yangu mimi. Kwa nini kimji chetu hiki? Unahisi utasafishikaje ndugu yangu? Sababu maradhi ulionao ndugu yangu, kila mwana kijiji hapa anafahamu hilo. Yaani hilo unaloliongea wewe kwamba mimi nitajisafisha vipi kwa wana kijiji, ndilo linanifanya usiku kucha nisilale. Linanifanya mpaka muda huu ninapokuambia, yani mimi sijafanya shughuli yoyote kisa hilo jambo. Basi kama nakukubali fanya hivi, mwanamke anayekukubali ina maana ataishi nawe kwa hali yote, si ndio? Ndio. Sasa mwambie ukweli. Yule mwanamke mimi ananipenda, na sio kunipenda tu. Yaani yule mwanamke sio kunipenda, yule mwanamke anataka hivi leo tu. Yaani asikilize, mimi niongee, njoo nyumbani tuishi. Mwambie ukweli alionayo. Mimi na imani kwa atakuelewa tu. Maana mimi nakukubali. Yaani mama mimi nikikutana na Emma Emmanuel, yaani kidogo nakuwa sasa sio masuala kuwaza hivyo mzee wangu. Mwanamke anayekupenda na kukubali wewe jinsi ulivyo, ataishi na wewe hivyo hivyo. Sema baridi, ngoja mimi nahisi nikimaliza nikitoka hapa, yani ukiona nimeng'oa mguu wangu hapa, mimi nitaelekea nyumbani naenda kupasua gogo langu ile. Yani nikimaliza nikipasua fresh, wewe nipitie nyumbani. Mimi hiyo shida sina. Mimi nitakupitia baadaye tukapiga hizo mishe zetu. Lakini usiwaze sana mzee. Wewe mwanamke mweleze kwa uko 1 2 3. Anakukubali wewe utaishi naye. Hakukubali wewe ni mtu atakuwa kupita tu. Asipoa.
Sanani, Ah, unajua nakupenda sana. ndio nafahamu. Na sio kwamba hamna wanaume labda wanaonipenda, wanaonitaka hata leo, lakini moyo wangu umekupenda sana wewe na nakuamini sana. Kuna vitu ambavyo navisikia hapa mjini kwenu vinanishangaza sana. Kuna maneno ambayo yanakuhusu wewe ambayo ni mabaya sana. Yaani isitoshe hadi ndugu zangu wanaongelea hayo mambo. Je, unaweza ukanipa historia fupi kuhusu maisha yako? Ni vile tu ambavyo ulikuwa hujafika muda kueleza jambo hili. Ilikuwa hajafika masaa wala siku, na wala alikuwa hajafika masaa na dakika na siku za kukwambia ukweli. Kwanza nikupe shukrani sana kwa kuniuliza swali hili. Na wenda labda nikuhadisie tu historia fupi ya maisha yangu.